Abortion. What is your take on abortion? Mi naweza sema abortion is a crime. Abortion is a crime. Abortion is a crime. It's a crime. Ile ni life. Ile ni life. Na there is no other creature in this world that does abortion. It's only us. So there is no, according to you, hakuna the way ya kwamba abortion inaweza saidia. Inafaa kuwa legal. Hakuna venye inafaa. It's yani hauna power ya life. See, you are not the bring of life. It happens in you. Not for you. Hii life inakaa ni independent. We ni vessel. So kuna venye wewe vessel utajipea mandate ya kumadai stuff. Hiyo nayo ni point yenye, na hata hiyo yezi ito abortion. Ni ile it's either the mom or the kid. Kuna hizo lakini sasa hiyo hatuwezi ita abortion. Kama chances za kuokoa mama ndio ziko juu, mnaweza enda na hiyo mtoto lakini hivyo kwa uko na option ya staki mtoto na ashakuwa formed. Hiyo hakuna point inafaa kwa inaweza kubalika. So, mtoi anaanza mtoi anaanza kuwa formed kwa mtoi akiwa miezi ngapi sasa kwa tu? Kuna miezi. Fertilization ikifanyika the first day. Mtoi. Kuna vitu zinakuwa already decided. Eye color inakuwa decided. Kaspam kakigonga tu ile mayai ndenge, sex ishakuwa determined. Ni mdem ama ni chali. Eye color ishakuwa decided. Hair color nini, kuna vitu zishakuwa decided na the first second ya sperm kugonga. Na nasikia nasema ngati by the time kama ni mwezi wa kwanza unapotanga hiyo ni damu hata haijadicidika. Inakoga nini but scientifically hiyo ovary na nini zikipatana kuna vitu, kuna signature ni kama code. Naona computer code. Sasa ikigonga hivi kuna functions zisha nini tu zishajiselect. Hii sex ishakuwa, kama sex ishakuwa determined, life imeanza. Hata kama ni damu but sex hii damu ishakuwa determined. So it's life in itself. So no way kwamba inaweza kuwa like abortion sometimes it has advantage and disadvantage. Where according to you uko like this is negative. Hakuna advantage yote ya abortion. Kitu naweza sema ni hii scam imeanzia kwa it's the same thing. Hawa wenye wanataka kucontrol, it's a control thing. Ukiingilia kwa hizi ma conspiracy unasikia kuna group inasema tuko overpopulated. Hiyo ndio hii group inasema abortion. Kupunguza generation. Kuna group iko mahali ishapiga census ya hii dunia ikaona tumejaa. Kuna clip nyingine wazungu walikuwa wasema the world vile iko percentage ati tuko juu. Tunafai ku reduce by half. Si ndio hizo my elites akina Bill Gates tuna sugarcoat hapa ni kama watu wazuri. Hao ndio madevo. Mtu anakaa hivi, acha niulize. Unakaa hivi, unaongea. Unasema we need to reduce population. We ni nani? We ni Mungu. We si Mungu. Acha tujane kwa hii dunia, tutembea juu ya wengine. Ndio tujue tumejaa. Tuache hiyo ujinga. Wewe umeona nyumba juu ya ocean inatoshanaje? 75%. 30% yenye tunakaa hapa ground. Hatujajaa. Narok iko na acres of land. Na bado watu wanatolewa. Ushaangalia China ni wengi lakini bado kuna milima hazina watu. Tumeoverpopulate wapi? Kuna ocean. Kwa ma movies hizi za future si unaona wamejenga hadi kwa clouds. Tumefika hapo, kuna nyumba kwa hewa. Sio ni space ya kuishi. Sio ni space. Tuko nazo ama hatuwezi jenga kinyumba kifloat kwa hewa, si tuko na hakuna. So ban wacha tuzaane. And it is a blessing. The generation of a man is known by giving birth. Kuna entities ziko against wa binadamu generate yani production. Wewe imagine na hizi akili zote tuko nazo tumejaa hii dunia vizuri.
itafika mahali binadamu na ile nini tuko nayo tunaweza conquer universe. So kuna entities beyond the earth, naweza sema kimimi. Kuna entities ziko beyond hii dunia yetu, zinakuwaga zinatukanyagia tusipite kiwango fulani. Okay, sawa. Tukimaliza na hii unapata now you are convicted a killer. Now you are murderer. Sindio? What is the best punishment for a murderer? Speaking of that, nimeona sijui kama umeona hii is it NTV? Producer iko hii NTV mambo ya killer something. Hii mambo ya killer, huyu jamaa anaenda anatoanisha story ya the way watu wakiwa prison. Kuna hii design jamaa aliua, yani the killer anaenda akiangalia the way msee alimadwa nini. Kuna hii episode inaendelea. So according to you, watu wanasema alifungwa 15 years. 15 years si miaka mzuri ya nini, hiyo ni miaka kidogo sana. Mara alifungwa 10 years. So kwanza hata kufungwa hiyo ni kitu ingine, ni issue ingine ya kwanza. Tunafaa tuulizane wafungwa hii chakula wanakula, sabuni wananunuliwa waoge nayo, maji wanakunywa, inalipwa na nani? Sisi bado. Mimi na wewe tax yangu. So tax yangu inalisha madara mahali. Ule ako convinced. Si asha convictiwa. Amesha convictiwa ni madara. Amewekwa 20+ years life imprisonment. So inamaanisha mimi niko hapa nje, I toil, I sweat fulani akulage tax yangu for 60+ years. Akiwa amekalisha manini mahali na aliwa mtu. It's a waste of time, man. Tuachane na it's a waste of time and resources. Once you are convicted of murder, we songa tu, we fuatana na ule mse mwenye ulituma. Mkadili na yeye huko. Hakuna haja, tunachelewesha hii story. Now, okay, hiyo inaweza kuwa kama our judiciary system itakuwa fiti. I agree with you. But kama judiciary system yetu itakuwa fair, na wafanya kazi yao, it is best. The problem ni, wengine wamesema yes, they are convicted murderers, but wamekelewa. The judiciary ya kufanya kazi yao, maybe ni corruption ilipitia pale. Corruption, kuna investigative walifanya tu nini, unaelewa? Yeah, but kama tukakuwa na the judiciary system ambayo inafanya kazi yake, na hakuna hiyo mambo ya corruption, umeniget? No problem. Tumeconvict, tumepata ni ukweli. Nani aliua? Umeniget? Sawa, twende na hiyo design. Judiciary kwanza inafaa kuwa ni very very open. Kwa cases kama hizo, zinafaa kuwa very public and very open. Kama hiyo mada imefanyika kwa society fulani, hiyo society yote inafaa kuwa involved. Yani tupate the great information. The problem with this, unaona ikifika kwa death, unapatanga the only family ambayo itakuwa poa, family with money. Mimi naweza unaona hiyo story ya death, me personally nimeona hivi. Nimekuwa na mori wangu, tumegrow naye pamoja hapa Doni. Boys alipata accident. Si boys akona nduthi and stuff. Unajua venye Kenya kuna kuwaga na stereotyping. So mkistereotypiwa you are below human. Watu wa nduthi wamestereotypiwa, ukigongo kwa accident we you are below human. We ni ka dogi, we na dogi ni kitu moja. Si story, it's nothing. So unapata boys wangu walifanya accident, akadedi hapo. Do you know wenye walikuwa wenye hiyo hit and run hiyo and stuff, ilisha hivyo, walikuwa kwa scene kabla si tufike, walikanjana kabla si tufike. So story ilichezwa hivyo. To date hatujui no justice. Hatujui mwenye aligonga boys wetu. Na inakuwa hivyo. So hizi nini yetu iko corrupt in every way. So unaona kama itakuwa ni fair, hakuna corruption, hakuna nini, au jango basi twende hiyo design wamesema. The punishment yao ni hii. But the problem ni kwamba hatuna judiciary ambayo inafanya kazi yao. Tunafaa tuache kwanza, kama kitu moja na Afrika, tunafaa tuache kufuata polisi za wazungu. Hakuna venye wazungu watakuja kutundia sheria kwetu. Hiyo ndio ujinga tunakuaga nayo number 1.
the Geneva Convention, hizo policy zao, sijui WHO policy zao, human rights policy zao. Hizo ni takataka za watu juu hawa watu wanagenya huku wanachagua side za kunini. Aongeleleagi mtu Mkenya wa kawaida, African wa kawaida. Kama vitu kama hizo ni ile sheria Wakenya wanakaa wanajiundia sheria yao yenye inawa affect based on the environment venye wanaishi. Lakini sisi tunaandikiwa sheria na mzungu wako huko. Let's talk about kitu kama hizi licenses za ukulima. Hiyo si kitu inaweza toka kwa akili ya Mwafrika. Tumeishi kulima. Maziwa tumeishi kupeana, kuuzia neighbor isiharibike. Saa hii unasikia MP fulani anatoa policy ati za vitu kama kuuzia mwenzako maziwa ni hatia. Kulima ni hatia. Hizo policy si za African mind. Hiyo ni policy imeundwa na mzungu. Yani kazi yetu ni copy paste. Tuna copy bas. So imekuwa fiti sana, nimebambika juu. Tutapatana tena next week hivi tuendelee ama vipi? Safi. Hakim and Elias the Mortician. Thank you for watching. Adios.